lakini yako mambo ambayo nitawaahidi leo. Tunaingia mkataba. Sawa ndugu zangu? Mimi bado kijana mwenzenu na najua na nyie mna haso. Mimi nishai kuigiza igizo moja, niliigiza kama daktari, tukauza CD na hata sijui hela ilienda wapi mpaka leo hii haina hela ya juu. Sikumbuki kwamba hela ilienda wapi. Ndio maana najua wasanii mna changamoto nyingi. Kuna utapeli, kuna uhuni, kuna nini humo. Mimi niliigiza kama daktari. Lakini ile skimu baada ya hapo ikauzwa. Ni siku moja nikaiona iko Lushoto. Kuna mtu fulani anayo hiyo CD Lushoto, lakini kusema ukweli sijaipata hata shilingi na sielewi nini kilichoendelea baada ya hapo. Kwa hiyo mimi niliambiwa igiza, nikaigiza. Baada ya hapo waliovuna hela sijui wakina nani. Kwa hiyo nimewafurahisha zaidi ni kwamba mna viongozi wazuri sana. Mwenyekiti simama. Huyu mwenyekiti mimi nilikuwa nazunguka kwenye ziara zangu za chocho kwa chocho. Mwenyekiti akatuona akasema, diwani, nilikuwa naomba ukutane na vijana wangu. Kwa hiyo mwenyekiti huyu mmepata mwenyekiti mzuri sana. Simpigi kampeni, kama kuna uchaguzi karibu mjue wenyewe mtakao, lakini mimi nasema kutoka moyoni kwamba huyu bwana ni kiongozi, kwa sababu kila angeteweza akaomba ya TV yetu, yeye TV yake. Lakini akasema hapana, sisi tuna TV nyingi, tuna umoja wetu. Mheshimiwa diwani, naomba nikuletee umoja wote. Aina hii ni viongozi wazuri. Ni kama diwani wewe unaongoza kata nzima hii, lakini mikopo unachukua peke yako. Hawa huwajali. Huo ni mbinafsi. Sasa huyu bwana sio mbinafsi. Angekuwa binafsi tungemalizana siku ile, hata 20,000 ningempa, maana yake siku ile pia alizungumza vizuri. Angeniomba pale hata 20,000 ningemwachia, akaniambia mimi ninachotaka nikuletee wasanii wangu. Kwa hiyo mwenyekiti, hongera sana. Na huo ni mwanzo mzuri, bado kijana. Inshallah Mwenyezi Mungu anaweza akakujalia ukatoka huko kwenye filamu ukaja kutuongoza hata sisi huko, maana yake una mawazo. Tunataka viongozi wasiokuwa binafsi. Tunataka viongozi ambao wakisimamia jambo wanasimamia kwa maslahi ya watu wote. Sio asimamie maslahi yake na mke wake. Hiyo haitakiwi kama kiongozi. Na mimi nawaahidi hivyo. Haya, jambo la kwanza mlilosema, tunaingia mkataba hivyo. Sawa ndugu zangu? Nimesema mimi bado kijana, nataka angalau niongeze vipindi viwili. Sasa mwaka wa kwanza, miaka 5 ni michache sana ya udiwani. Unaweza kudhani nina miaka. Mwaka wa kwanza unakatika, wa pili unakatika, wa tatu unakatika, wa nne unakatika, tayari watu washakata tamaa unajua. Mwaka wa 5 ina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biashara imeisha hiyo, unarejea nyumbani. Sasa mimi sitaki kurejea nyumbani. Kwa hiyo mimi nataka nifanye washika mkono. Hapo nishindwe mie, washika mkono. Sasa muende mtengeneze utaratibu wenu, mjisajili, muwe vizuri, muwe mmoja wenu. Ufai kukopesheka, maana yake muwe na account ya benki, mwanze kuioperate ile account ya benki, kwa sababu hawezi kukopeshwa kama hamuioperate ile account. Sasa hapa mimi mtaalamu wa benki, kwa kazi kidogo benki, miaka benki kidogo. Kwa hiyo mwanze kuioperate ile debit, credit. Hata kama mnachangishana mna 200,000 ingiza, kesho mnazitoa mnagawana. Kesho mtata mnaingiza 300,000 mnatoa mnagawana. Hivi. Au mmemkuta diwani tupe 400,000 hapo tunaingiza, lakini kesho tunakutolea ile hapo tunakupa. Ili account ionekane ina nini? Ina hela. Sawa ndugu zangu? Hilo la kwanza. Lakini la pili, muwe na utaratibu, muwe na katiba yenu, muwe na utaratibu ambao unaeleweka, viongozi ambao ni wasemaji wenu, lakini huo mkopo mnataka mkafanyie nini? Liwe ni jambo ambalo linafanyika. Changamoto moja hapo tunayo kurekodi oye. Kamera mmezizoea zile kila saa, kila kitu mnataka kurekodi mpaka mambo yale mnafanya nini? Mnarekodi. Yale harekodiwi. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo nidhamu. Hivyo kwa wavulana. Wavulana unataka wewe uwe mkuu wa wilaya, lakini unaanza kuvuta bangi mapema. Wewe kuna mtu anaweza kuchukua mkuu wa wilaya chini benzi. Ndio nyewe tu mkisikia chini benzi mnaona kabisa hiyo sasa huyu akipewa mkuu wa wilaya nchi msharibika. Sio kweli? Kwa hiyo jitunze, sio mabangi sana, sijui nini. Kweli ujana una mambo mengi. Hata mimi nilikuwa na rasta kama huyu bwana zamani kidogo. Hapo mimi nilikuwa na mkandangu navaa hivi kwa sababu nilikuwa napenda jeshi. Kweli wakati wote na mkandangu huko mpaka huko, alafu nimeweka nyota zile za vifu vya nazi, vifu vya nani, za soda. Nimeweka hivi kama nyota. Sawa ndugu? Lakini kuna muda wake. Sasa wewe unakuwa msanii mpaka kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo unajitunza nidhamu kama huyu mwenyekiti, hata nikikutana naye na huyu msemaji wenu, naongea naye. Lakini kama angekuwa anavuta bangi, mimi naona kwenye mdomo. Bangi iko hapo. Sawa ndugu zangu? Ndio jitunze. Mimi kama kiongozi wenu tutawasupport. Msiwe na wasiwasi. Migombo itapatikana, lakini hiyo kesho. Lakini kingine kama diwani, kuna matukio ya diwani kwenye kata.
nitawashirikisha. Wengine ni kampuni, wengine ni majina binafsi na vitu kama hivyo. Liko swala la leseni za biashara, lakini liko swala la vibali vya kwenda maeneo tofauti. Kwa mfano unaomba kibali kwenda kwenye, yani utambulike wewe ni upewe ile kibali kwamba bwana mimi ni mwandishi wa nini? Wa habari. Usiingie tu kwa sababu kuna sehemu nyingine unaweza kuingia kama kibaka ukaonekana umevamia. Kumbe wewe ni mwandishi wa habari. Sasa mimi nataka niwatengenezee heshima. Sawa ndugu zangu? Waandishi wa habari wote nitawatengenezea vitambulisho vizuri, wale kameramani wenu, ili ukiingia sehemu unaonekana official na litakuwa na jina lako na ile beji nzuri, na kama ni nembo ya ile kampuni yako nitakuwekea pale. Bana mwenyekiti, nikumbushe hilo likinishinda ina lilahi haina. Yaani muwe fomo, yaani ukija pale kama mnataka kama hizo ni reflectors, andike majina yenu, mwenyekiti utaniambia tu hivyo vitu vidogo. Lakini kwenye leseni najua mnasumbuka sana. Watakuja wale funga biashara, fanya hivi. Sasa pale na kwenyewe tunaweka mkazo sasa hivi. Na nimeanza kulisemea, nadhani wale ambao wafanya biashara ndogo wameshasikia kwamba diwani kanguruma. Nishasema bana watoeni elimu badala ya kukamata nini? Watu. Kwa hiyo tutaendelea kuwasisitiza waje watoe elimu. Kwa sababu hizi biashara ziko viwango tofauti. Kuna mtu mtaji wake mdogo sana, unapomlipisha 80 leseni umemuumiza, ndio umemtoa tena kwenye nini? Kwenye mchezo. Inabidi arudi sasa mtaani akavute bangi akahangaike na wenzake. Kitu ambacho sisi hatutaki nini? Hatukitaki. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo hilo pia nitawasemea sana. Lakini hilo la kuwafanya muwe fomo, hilo langu hilo. Muwe fomo. Nambo CCM oye. Uko na kuongezea jambo. Kwa ajili ya wasanii wenzangu. Liko jambo moja, wanafanya kazi vizuri, mambo yanaenda vizuri. Lakini hawa soko lao unajua ni sisi taasisi, soko lao ni wananchi. Unakuta wewe ni mheshimiwa diwani, hawa wapo, kuna jambo linafanyika kwenye kata yako, lakini unatoa watu wa tasnia yao Ilala, Magomeni, mjini, mpigie fulani ndio aje. Mbona mumpigie msanii mwenzenu makofi? Hawa wangeweza. Hilo manake ndio soko lao la wao kuonekana. Kwa hiyo niombe wewe, una vitengo vingi. Hao wanatoa elimu. Wewe kwako kuna afisa elimu pale. Kuna afisa na polisi kata. Kuna afisa kilimo. Unahamasisha vitu vingine, maendeleo ya jamii. Maana yake hawa unawapa kazi ya kufanya. Tunataka kwenye elimu muhamasishe kuhusiana na kitu fulani. Wao kama wasanii wanatengeneza vitu vyao, wanaleta, soko lake ni serikali. Kuliko tunawaleta watu waje kufanya kazi vijana wetu. Mheshimiwa diwani, ni kuongezea hapo. Karibu. Ameongea kitu kizuri sana hapa. Nitoe kofia kwa heshima. Karibu. Asante. Na mimi natoa kupokea heshima yangu. Watu wasanii hao. Script hiyo, mnanichezea script hiyo. Sawa, ni kweli inauma pale ambapo tuna tukio letu linafanyika kwenye maeneo yetu haya. Alafu anakuja labda msanii anatoka huko Kikindu au anatoka wapi huko, tunamuona ana perform pale. Alafu sisi tupo hapa tumekaa. Humu tunamuigiza, humu kuna watu wana talent nyingi. Kuna mtu anaimba, humu kuna malapu, humu ukigusa mpaka unashangaa. Lakini kuna watu wana michezo mbalimbali, wanafanya vitu vyao ila hawajapata sehemu ya kuvionesha. Na sehemu ya kuvionesha ni kwenye matukio ambayo nyinyi viongozi wetu mnapokuwa mnatupa nafasi. Ukipata nafasi tunaonesha kile ambacho tunacho. Sisi ni kujua tu mheshimiwa diwani yupo kivule sehemu fulani. Nyinyi wasanii pale pendeni. Tunatoka tunajipanga vizuri, tunajua tunaenda kufanya hiki. Wewe mwenyewe utafurahi. Lakini natuuma tunapoona wanakuja watu wengine. Tuna wakati mwingine tukiangalia tunasema mbona kiwango cha kawaida hiki, si tungewepo pale tungetisha, lakini hatupati hiyo nafasi. Na vizuri kwa sababu umetutambua, ubarikiwe sana pale. Kabla diwani hajamalizia, tutakuwa na mikutano kama mmoja hivi Magole huko. Ule mkutano tutahitaji wazi. Mimi ndo campaign manager. Mimi ndo katibu mwenezi, msemaji wa chama. Wale wa nyimbo wa nini wale tuwasiliane nao mimi moja kwa moja. Lakini hapo pia natangaza nafasi za kazi hapa. Ndio. Sawa wanaofanya shughuli za udj, mimi natangaza nafasi za kazi. Au tuwasiliane. Tutajua anaweza kufanya wapi, anaweza kufanya nini. Hata kama mjui, lakini utajifunza kwa mtu, ukishajua usana wako inaendelea na huko unaendelea, unaunga maisha.
baada ya miaka 2-3 nitastaafu baadhi ya majukumu. Tabaki kuwa msanii zaidi. Nataka ni chama hiki nitoke. Nataka nifanye shughuli za kustaafia. Kwa hivyo wanaohitaji kufanya shughuli za Masters of Ceremony UMC, hao tuwasiliane. Nategemea kupitia nyinyi tufungue darasa mahali. Sio wengine tujifunza hiyo kwa shida. Yaani nilimwalika mimi MC kuja kwenye sherehe, mimi ndo nilimemleta kwa sababu napenda muziki. Alafu ule MC kapata dharura akuja, kamati akaniambia wewe ndo utakuwa MC, utajua mwenyewe. DJ akaniambia hamna shida. Na nongezwa na DJ inatangaza. Leo nakula hela. CCM oye. Kwa hiyo nyinyi sasa tukija kwenye shida hizo, tutatengeneza utaratibu wa kukutana na nyinyi kwenye hizo tofauti. Tutasema hii itatufaa kwenye harusi, tutapeleka kwenye harusi. Hii itatufaa CCM, tutaleta CCM. Hii tutampa diwani, tutakwenda kwa diwani. Ili mradi maisha yafanyeje? Sasa mkurugenzi wa Chief Media ni kuahidi tu kwamba kama nilivyosema mwanzo, nitafanya kazi na nyinyi sana yani. Nadhani mtaanza kuhisi labda diwani sasa anatuboa. Maana yake nitakuwa nawaita sana kwenye maisha. Sasa kawaida kwenye maisha, mafanikio ni bidii binafsi, lakini pia ni bidii ya yule anayekusupport. Sasa ukibebwa, bebeka. Sasa nyie sio tena mimi nawapa matukio, nikifika mmeharibu matukio. Na kingine, kuna watu kwenye sanaa wanataka kutajirika mapema. Sasa lile na yenyewe linawafanya watu wanakata nini? Tamaa. Wewe umepewa platform kama huyu, anakwambia kaimbe, unamwambia nataka nipeni 200,000. Sasa huyu atatoa wapi 200,000? Yeye kashakupa platform pale, nenda kaimbe, ondoka. Mtumie akili kama za ule Dogo Pattern. Dogo Pattern ni maarufu, lakini kuna sehemu anaimba bure sana. Nyingi tu. Mimi nilimuona Segerea pale. Kumbe aliombwa tu akasema kwa sababu watu ni wengi, mimi naimba tu. Umeelewa? Anapoimba pale, watu wanaona. Unatoka pale unashangaa, anatafuta meneja wako, bwana mimi namtaka yule msanii aje aimbe kwenye sherehe yangu, aje aimbe kwenye kitchen party. Ndio maisha yanaendelea. Sawa ndugu zangu? Yaani uwezi kutoka leo msanii, kesho umekuwa Diamond. Haiwezekani. Sasa ukipunguza zile tamaa, anayewasupport atakuwa na moyo wa kuendelea nini? Wa-support. Mkubali kwamba sanaa ina kujitolea kwingi kabla hujafanya nini? Hujafanikiwa. Lakini mkisema kwamba kila tukio lazima mlipwe, na sisi huku kata bajeti zetu ndogo, of course kama kabajeti kako siwezi nikawaacha wasanii wangu patupu, sawa? Lakini kama bajeti yetu ni ndogo, mchukue ile kama platform, rais yuko pale, system yote imekuja, unapanda pale unaimba. Anawezekana akatokea mtu mmoja wa system pale akakupenda. Baadaye tukio lishaisha, anamwambia mwenyeji kuna yule kijana aliimba, ulimpandisha wewe, namuomba. Sasa hapo ndio hatujui, lakini ya Mungu mengi. Unaweza ukashangaa ukapangwa kwenye kuru nyingine, ukahamishwa level ya diwani, ukapelekwa level ya mbunge, ukatolewa level ya mbunge, ukaenda kwa rais. Lakini kwanza tupunguze tamaa. Wasanii wengi, mimi kuna ambao kweli nilikuwa nawashika mkono kule kwangu, lakini sasa mtu anakuambia mimi siwezi kupanda hapo kuimba kwenye CCM bila 200,000. Sasa mimi namwambia bwana 200,000 yenyewe mimi sina. 30,000 ikaimbe basi, 30,000 umenishusha kiwango. Sasa kushuka kiwango ndio kwa kwenu au ni kwenda kwenye jukwaa? Kama kazi yako ni usanii, wewe ifanye tu kwa bidii. Lakini pia msikate tamaa, kazi yenu inakatisha tamaa sana. Amesema hapa rafiki yangu, inakatisha tamaa. Unafikia sehemu una chakula, una wasanii, wanatakiwa wapate nauli na nini. Mimi nadhani ndivyo maisha yote yalivyo. Ukimuuliza bwana historia yake ya maisha, atakwambia aliyopitia huyu bibi. Mimi hapa nilikuwa napiga tufali, hizi tufali za block hizi najua namna ya kupiga zamani. Wakati natafuta ada ya kusoma form 5 6. Sasa ndio maisha, lazima upitie ugumu ili uende kwenye nini? Urahisi. Lakini itakachowasaidia kingine, maproducer wote tutakaa, tupeni zile akaunti zenu, tukiwa na mikutano ya CCM, huyu bwana atasema pale, jamani tuwafollow, hapo ndio unaongeza followers yako. Jamani tuwafollow watoto wetu wa nyumbani, unaongeza nini? Followers. Maisha yako yanageuka, YouTube wanakulipa, angalau riziki inafanya nini? Inapatikana. Sawa ndugu zangu? Tamani la mwisho nikiwa nimezungumza ya wenzangu na mimi nikajisahau pia. Mimi kama Chief TV tuna uzinduzi, ningependa kukaribisha tarehe 18 tutakuwa tuna uzinduzi wa Chief TV. Kesho Jumamosi ijayo tutakuwa pale kwa Mjumbe Chacha. Kwa hiyo kama ukiwiwa kwenye pita zako utajua kwamba vijana wangu pia wana jambo lao. Saa ngapi? Tunapanga ni siku nzima kuanzia asubuhi mpaka mida ya saa 1 hapo. Mwenyekiti ngapi? Sawa, tunapewa taarifa hapa na viongozi. Sababu baraka zake. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika shughuli zetu za kila siku.
Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua matatizo yetu. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua shida zetu. Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua maradhi yetu, kwa sababu tunatembea lakini tuna maradhi ndani ya miili yetu. Tunakuomba ya Allah kwa uwezo wako, utuondolee shida zetu, utuondolee maradhi yetu, na utuondolee matatizo yote ambayo kwa yametukabili mbele yetu. Haya kutokana na kikao hiki, ya Rabbi, tunakuomba tukiondoka hapa, kila mtu mwenye tatizo lio limeisha kutokana na dua hii. Amin. Na wewe ndio unajua, sisi hatujui siri ya aina yoyote ambayo kwa imefungwa mbele yetu. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.